Karibu katika taarifa za AGR News. Mimi ni Videlis Mushoge. Tunaanza na taarifa za tanzia kutoka kaunti ya Kisii, eneo la Kiragia, mahala ambapo familia moja imejitokeza na kuomba haki kutoka kwa serikali baada ya mpendo wao kuuawa kwa njia tatanishi, kile ambacho wanadhania kwamba huenda ikawa ni mzozo wa shamba. Ni babangu na alikufa jana. Ni wajamaa walikuja wakamfamia kwa nyumba akauawa. Kuna watu wengine, kuna vijana walikuwa wanaongea hapo. Kuna kijana alikuwa kwa watu waliua mzee, alipata majeraha, na huyo kijana alikuwa anaongea kinagaupa wa ukweli. Kuna alipata majeraha wakati walikuwa wanafanya hiyo maneno yao, lakini hiyo ripoti tulisema kwa DCI na wakasema wanaendelea kufanya upelelezi. Na tukiachana na taarifa hizo za tanzia kutoka kaunti ya Kisii, wakimbizi wa ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka wa 2007 wamejitokeza na kushukuru serikali baada ya kuwapa matumaini kwamba huenda hivi karibuni wakafadhiliwa baada ya kusaulika kwa muda wa zaidi ya miaka 15. Mwadhiriwa wa Nyanza Western Kenya Caucus, nashukuru sana kwa katika hili mwenendo ambao tumetembea katika muda mrefu sana. Nimeshukuru katika serikali yetu ya kwamba imesikia kilio chetu ili itufike karibu, tutoe machozi, kwa sababu tuliyapitia magumu na tunaendelea kuteseka. Hata watoto wetu vile wamepita katika shule wameteseka. Tuko na matumaini ya kwamba kulingana na sheria ya rais wetu jinsi alivyochitoa katika serikali akaamua kutusaidia, tuko tayari pamoja na yeye. Ndio maana tunamshukuru tukisema ni asante kwa ajili ya kuchitoa kwake, atusaidie. Na sisi kama waathiriwa wa South Nyanza tumeshukuru, kwa maana sisi tuko tayari, tuko nyuma ya director wetu, hakuna mwingine ako kinyume na yeye. Kama wengi wetu wako kinyume na director wetu, tumeomba ufisadi uaje, mambo mengi, tukue pamoja, tukue na amani na upendo, ukarimu, ukue pamoja. Mimi nashukuru sana kwa serikali yetu kwa sababu imetuonea huruma bila tulikuwa waathiriwa, itusaidie. Na sisi tuko chini ya Nyanza Western Caucus. Hiyo ndio kilio chetu, tusaidiwe. Tukiingia katika elimu, ni majuma mawili baada ya shule kufunguliwa, mkurugenzi wa elimu kutoka eneo la Nyamira North, Madam Claire Oyola, amewaomba wazazi kuwapeleka wanafunzi shule na vilevile ameelezea kuhusu vile ambavyo wanafunzi wamehudhuria shule majuma mawili ambayo yamekwisha. Last week the reporting was 70%. And as I was moving around, most learners were reporting. Others had reported but had few challenges, so they went back, especially in boarding schools. This week, the report we are getting from principals is that the turnout is improving. The reason given by some head teachers for low turnout was because they were still waiting for results. Currently, we are at 95% in the JSS. Primary, we are at 96%. Tukitoka kaunti ya Nyamira tunaingia katika kaunti ya Kisii hadi eneo la Nyabururu, mahala ambapo vijana wenye umri mdogo zaidi walishikwa wakiwa na bangi zaidi ya kilo 20, na naibu chifu wa eneo hilo Edwin alikuwa na haya ya kuzungumza. Tingenya sornere getemberugura esomo muroko rukunga sasa achiripoti chiarabe chigo chobisi rero ende kindo obisi na nyoro yo mogontebe nga rero inyasole yuere nyinge sana bwate nyumba na ndenwa nyumba na mobilize abamura ba community policing twaminyokoro twamonyora no are nyumba twanyora ninyosore inwere igonto amubwata ninyasole yu ekere toigo nando yonde na roko ni ensemo twachikogendoro twanyora kokorra na nyora report twanyora utamire kuruorere twanyora bimurambire byarengo twabibwata na biro byo twacha kubikwanira bono na ndatebya bamura mono aba bakolie school bakole form 4
abande nde bariska bale idol tiga bakore gintu kia mana kira bakonye nyasore tego konya muntu enyasore igegosarie egesaku nyasore tego konya muntu pi igara kore bidii yae oyo kora mujenga kore oyo konero ne chingeni aoni ekira gintu kira lete faida se vijana. Na katika taarifa za kitaifa ni kwamba bunge la kitaifa leo limewaidhinisha watatu ambao walikuwa wanapigwa msasa, watatu ambao waliteuliwa pia na Rais William Samoei Ruto kama mawaziri, na mzungumzia Kabogo, Lee Kinyanjui na vile Mutahi Kagwe. Wote sasa wameidhinishwa na bunge, na vile ripoti imeandikwa ya kuwaidhinisha. Sasa ni Rais William Samoei Ruto kuwaapisha ili kuanza kazi rasmi. Na kimataifa, kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga, ambaye pia anawania kiti cha wenyekiti wa mataifa ya Kiafrika, anaendelea kufanya kampeni zake katika mataifa tofauti. Jana alikuwa Namibia na leo yupo katika nchi ya Botswana. Tukimalizia ni katika spoti, msikilizaji, kumbuka kwamba KPL, timu ambayo imetangulia pale mbele ni Tusker, huko pia KCB ikiwa nambari ya pili, Kenya Police ikiwa nambari ya tatu, msikilizaji, na vile Gor Mahia ikiwa nambari ya 4, huku Shabana tukiwa nambari ya 5. Kumbuka kwamba Jumapili hii ijayo tarehe 19 Shabana watamenyana na timu ya Bandari FC. Hadi wakati mwingine, mimi ni Videlis Mushoge.